haya mawe ya thamani ambayo Mungu aliyetia chapa ya amri zake 10. Tutakisimulia sambamba na kisa cha kulitafuta sanduku la agano, sanduku ambalo ndani yake ndimo yalitunzwa hayo mawe miongoni mwa vitu vingine vya thamani. The Ark of the Covenant, sanduku la agano ambalo pia hujulikana kama sanduku la Yehova ama sanduku la ushuhuda. Ni sanduku lililotengenezwa kwa mbao zilizofunikwa kwa dhahabu. Heshima ya sanduku hilo kwa wana wa Israeli ilikuwa ni kubwa sana. Sanduku hilo lilikuwa ni alama ya kale takatifu zaidi katika dini ya Waisraeli, ikiwa ni kitambulisho cha uwepo wa Mungu juu ya ardhi ya dunia. Kama ilivyoandikwa kwenye Biblia Agano la Kale, kitabu cha Kutoka sura ya 25 mstari wa 22, imeandikwa, mimi ninakutana nawe hapo na kutoka juu ya kiti hicho cha rehema
Musa atengeneze sanduku la agano, basi ndani yake vikawekwa mabamba mawili yaliyoandikwa amri 10 za Mungu na ule mtungi ulio na mana ndani yake pamoja na hii fimbo ya Haruni. Kwa hivyo lile sanduku la agano ni kitu cha thamani kubwa na likaenda kutunzwa ndani ya hekalu la mfalme Suleiman. Lakini simulizi zinasema wakati hekalu la Suleiman limekamilika na lile sanduku wakati limehamishiwa kwenye hekalu, ndani yake ule mtungi na ile fimbo vilikuwa vimeondolewa. Katika Biblia kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 8 mstari wa 9 imeandikwa, hapakuwa na kitu ndani ya sanduku la agano ila vile vibao viwili vya mawe ambavyo Musa aliviweka humo kule Horebu, mahali Mwenyezi Mungu alipofanya agano na Waisraeli walipotoka huko Misri. Kwa hivyo sasa sanduku la agano limebakia na vile vibao viwili vya mawe ya amri 10 za Mwenyezi Mungu. Maajabu ni kwamba hivi sasa dunia nzima haijui lilipo sanduku la agano pamoja na yale mawe ya amri 10 za Mungu. Wanahistoria hivi karibuni wametoa orodha ya mambo 16 ambayo yamebaki siri nzito za dunia. Mojawapo ni hii: nani kachukua hili sanduku na yale mawe yake na akalipeleka wapi? Na hivi sasa sanduku hilo liko wapi na hayo mawe yake? The Storybook. Sanduku la agano lilikuwa ndani ya hekalu lililojengwa na Suleiman mpaka pale hekalu hilo lilipokuja kuvunjwa na utawala wa Babylon ukiongozwa na mfalme Nebukadneza miaka 587 kabla ya uwepo wa Kristo. Watu wa Babylon na mfalme wao Nebukadneza walipovamia Yerusalemu wakalivunja hekalu la Suleiman. Sanduku la agano lilikuwa ndani ya hekalu hilo. Baada ya hekalu kuvunjwa, sanduku hilo halikuonekana tena mpaka hii leo. Tangu kipindi hiko mpaka leo, sanduku la agano halijulikani liko wapi. Limepotea pamoja na yale mawe ya amri 10 za Mungu ndani yake. Ingawa kwa ushahidi wa kihistoria haiwezekani kuwa sanduku hilo lilichukuliwa na majeshi ya Wababilon kama vilivyochukuliwa vyombo vingine vya hekalu, kwa sababu katika orodha ya vitu walivyo
hekalu na mji wote, au sanduku la agano lilichukuliwa na mfalme Yosia na kisha likaenda kufichwa mbali ambako hapajulikani mpaka hii leo? Na kama lilifichwa na mfalme Yosia, basi ni yeye pekee mfalme Yosia ndiyo alijua alipoficha sanduku la agano na yale mawe ya amri 10 za Mungu, na akafa na siri yake bila kumwambia mtu yoyote yule. Chanzo kingine cha habari kinasema kuwa mfalme Suleiman ama King Solomon, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, dini yanataja kuwahi kuwepo kwa hekalu la mfalme Suleiman, lakini mpaka hii leo hakuna yoyote anayejua ni wapi hasa katika mji wa Yerusalemu ndiyo palikuwa na hekalu hilo. Hakuna mtu yoyote mpaka leo aliyeweza kupataja mahala lilipokuwa hekalu hilo na kutoa ushahidi ya kuwa hekalu la mfalme Suleiman lilijengwa hapo. Hii inapelekea mpaka baadhi ya watu kudai kuwa swala la King Solomon Temple au hekalu la mfalme Suleiman lilikuwa ni jambo la kufikirika tu. Lakini kwa heshima ya maandiko matakatifu ya dini mbalimbali, tubaki kusema kuwa ikiwa itagundulika ni wapi lilipokuwa limejengwa hekalu la mfalme Suleiman, basi pachunguzwe vizuri ardhi yake. Yawezekana hapo ndipo lilipolala sanduku la agano pamoja na vile vipande vya mawe vya yale mabamba mawili yaliyoandikwa amri 10 za Mwenyezi Mungu. Iko nadharia ya Shlomo Goren ambaye ni msomi wa Biblia ya Kiyahudi, msomi wa Talmud na mamlaka ya kwanza ya sheria za Kiyahudi. Shlomo Goren na mwenzake aitwaye Yehuda Getz wakizungumza kuhusu mahala lilipo sanduku la agano, wanatoa madai ya kuwa sanduku la agano lilifichwa chini ya mlima hekalu, likiwa limezikwa huko kabla ya Nebukadneza kuweza kuliiba, yaani kabla ya mfalme Nebukadneza kuvamia Yerusalemu na kuliteka hekalu la Suleiman. Kwa bahati mbaya ama kwa bahati nzuri, mlima hekalu sasa ni nyumbani kwa kuba ya mwamba, yaani sanduku la agano liko pale Makka ilipo Al-Kaaba, eneo